Bana, mambo vipi marafiki, mambo vipi mashabiki? Kwa majina naitwa Saidi Rajabu almaarufu kama Sila Bunduki. Bana, leo nimekuja mbele yenu mashabiki zangu. Nilikuwa nahitaji kuambia project yangu mpya ambayo nimeiachia, inaitwa Nimelala. Nachokihitaji ni support zenu mashabiki zangu, muweze kuingia YouTube. Kwa nyinyi ambao bado hamjaiona nyimbo hiyo, basi muingie YouTube msearch Nimelala Dogo Sila, mtaipata. Changamoto ambazo nakutana nazo ni nyingi tu. Yaani changamoto ninazokutana nazo ni nyingi sana mimi kama msanii, lakini changamoto ambazo zinajulikana kwa wasanii lazima ziwatokee. Hivyo tu. Kwenye maisha ya kawaida mimi na familia yangu tunaishi kwa kusaidizana, kuiendeleza familia. Huwa kila mmoja anatoa mchango wake katika familia ili familia izidi kupanda juu kwa ukubwa zaidi. Kwanza anayetunga nyimbo zangu ni baba, lakini kwa wakati mwingine huwa tunasaidizana. Maana sasa hivi hata mimi na kiwango cha kutunga, lakini sio kile new kabisa. Kwa hiyo kuna nyakati huwa tunakuwa tunasaidizana, kitu ambacho nitakitunga kikiwa kizuri basi kinawekwa katika hiyo nyimbo ambayo natakiwa kuiachia. Hivi vyote huwa vinafanyika kwa sababu ya kutafuta pesa, kwa sababu hata kama ni mziki kila mmoja anafanya, lakini unafanya kwa lengo sio la ustaa tu, ili pia upate fedha. Kwa hiyo sisi tunafanya kwa ajili ya maslahi, kwa sababu mziki unaingiza pesa na movie pia inaingiza pesa kwa ukubwa zaidi ya mziki. Kwa hiyo katika mziki nakuwa maarufu, lakini katika movie pia natafuta hela kwa ukubwa, na pia natumia umaarufu wangu katika movie kuniingizia kipato. Imekuwa hivyo kwa sababu ya support ambayo naipata kwa wazazi wangu. Kwa sababu wazazi wangu ndo mameneja wangu na pia ndo wazazi. Laiti singekuwa wao, sidhani kama mpaka sasa hivi ningekuwa nipo katika nafasi ambayo nipo. Lakini pia bado tunaendelea kufanya kazi ili kuongeza kiwango cha juu zaidi ya hapa kilipo. Kwa hiyo kwa wakati huu kazi zinategemewa, yani wa mashabiki wategemee zitakuwa nyingi kiasi kwamba watafly. Kitu cha kufanyika hapo ni support za mashabiki, kwa sababu mashabiki ambapo watanisapoti na kwa jinsi ambavyo nafanya kazi kwa sasa hivi na kwa kazi ninavyozitoa kwa kasi, na imani itakuwa hivyo kama mashabiki watanisapoti, kwa sababu mashabiki ndio kila kitu. Maana mimi bila mashabiki si chochote wala si lolote. Kwa wasanii karibia ni wengi, kwa sababu wasanii ambao wanapenda kufanya nao kazi ni wote ambao wana uwezo wa kuimba vizuri, kwa sababu napenda kazi ambayo inaweza kwenda vizuri kwa mashabiki. Kwa Aslay ni msanii mzuri, kwa sababu Aslay ameanza mziki kabla yangu, amenitangulia. Kwa hiyo kabla sijaanza mimi, alianza yeye. Kwa kuwa ni msanii mzuri, basi nitafurahi kufanya naye kazi. Lazima nitafurahi. Kwa kama ikitokea itakuwa vizuri zaidi. Wanaokuja ni wengi, lakini kwanza bado sijakuelewa vizuri unamaanisha nini. Kwa ungeninyoshea swali. Kwenye karia yako ya muziki au kwenye maisha yako ya muziki, tukiacha utoto ule, maana mwanzo ulikuwa ni utoto. Kwa sasa hivi ulivyokuepo handsome hivyo, kuna wale mashangazi wanapenda zile dread, jinsi unavyojiweka. Unajua jinsi unavyojiweka uko very smart yani. Ndio. Ukiangalia kuanzia chini, unaona kuanzia chini ulivyopigilia yani, unaona. Kuna wale dada zetu wale, unaona, wanaopenda totos zile smart zile. Ndio. Hujawahi kukutana na hizo skendo? Nishawahi, ila nilikataa, na pia wazazi walipiga vita hilo swala. Kwa liligomewa kabisa. Hebu mwambie huyu mtangazaji wa Mkwawa TV, huyu alikuwa nani huyo aliyokudela? Huyo jina lake mtaje bwana, hebu mtaje. Kwa mimi wanga sipendelei kuwataja majina kiukweli. Mtaje nani? Yaani msanii gani huyo? Hebu tajie, ni msanii au? Hapana.
Ni msanii wa movie? Sio msanii, lakini ni mwanamke mwenye hela zake. Mtaje bwana. Herufi yake inaanzia na herufi gani yani? Herufi yake inaanzia na A. Hey. Ndio. Ongezea basi. Hapo wataongeza wenyewe, kwa kuwa mimi nimesema siwezi kumtaja, yani mimi sipendelei kumtaja mtu. Sawa. Unamwelezeaje mdogo wako? Ndio. Maana naye yupo kwenye tasnia ya muziki. Nachomwelezea awe na heshima na mashabiki, kwa sababu mashabiki huwa ndo nguzo pia katika upandaji wa sanaa. Kwa mashabiki wanakuaga ni kitu kikubwa, alafu pia uzuri naishi naye. Kwa vitu vingi huwa namjenga. Sio lazima nikamwelezea kwa hapa. Tukielezea mitandao ya kijamii ya Dogo Sila, kwa nini iko imeshiba mpaka leo hii? Imeshiba kwa sababu huwa mimi sipoi. Yani sipoi hata kidogo. Zaidi ukikuta nimetulia, unaweza nikawa nimetulia kwa ajili ya kujipanga kuandaa kasi mpya. Kuna kipindi nilitulia kidogo, na hicho kipindi ambacho nilitulia nilikuwa naandaa kasi mpya ya kujitoa katika umri wangu huu, kwa sababu mwanzo nilikuwa ni mdogo sana, kwa mashabiki walikuwa wananifahamu kwa udogo. Kwa hiyo nilichokuwa nakihitaji wanifahamu zaidi pia kutokana na ukubwa. Sikutaka nifahamike kwa udogo tu, maana ningefahamika kwa udogo mpaka leo nahisi jina langu lingefifia. Ila kwa kuwa nimetengeneza mazingira kufahamika pia kwa ukubwa, ndio maana unaona sishuki mpaka leo na bado na ndoto ya kupanda zaidi ya hapa. Hiyo ilikuwa inatokea kwa sababu Tanzania kwa wasanii wa kiume watoto ambao walianza ni wadogo, mimi ndo msanii wa kwanza kuachana na Aslay, kwa sababu Aslay alianza ni mdogo lakini hakuwa mdogo kama mimi. Mimi nimeanza mdogo zaidi yake. Kwa mimi ndo msanii wa kwanza Tanzania kwa kuanza mdogo. Kwa ni mwa expire wasanii wengi ambao wamekuja sasa hivi, ndio maana wengi wanatumia jina ambalo linaanzia na Dogo Sila. Mi Dogo Sila, mwingine unakuta anaitwa Dogo nani. Kwa hivyo ndio maana wengi pia wanakuwa wanahitaji kufanya na mimi, kwa sababu mimi ndio king wao. Mimi sitaki nimtaje ni nani, ila wewe tuelezee yule binti. Nadhani umeshamjua yule binti. Wewe una mahusiano naye gani? Na yule binti inaonekana kama anaishi Marekani hivi, Ndio. Una mahusiano naye gani yule binti? Hebu tuambie, au ndo huyo ana mapesa alitaka hivyo? Hapana. Kwanza yule sio mshangazi kwa sababu tuko lika moja. Lakini pia yule ni mahusiano yaliyopo ni marafiki tu. Huwa tunabadilishana mawazo basi. Huyo, hebu tutajie, huyo ni msanii gani? Huyo msanii? Basi tuimbie nyimbo yake kidogo kama unaijua. Nyimbo yake naijua ndio, lakini basi hapo kuna ulakini kati ya wewe na yeye. Hapana, tuiache hiyo. Nimekuja kwa ujio wa staili nyingi za uimbaji. Yaani uimbaji ambao naimba sasa hivi sio aina moja. Na naimba hivyo kwa sababu mashabiki wengi, kila shabiki anapenda nikiimba kwa staili hii ndio anafurahi. Kwa hiyo mimi nafanya kwa kuwafurahisha mashabiki zangu wote. Kwa naimba kwa staili hii ambao anapenda shabiki huyu, naimba staili nyingi kwa sababu hiyo. Lakini pia kama nilivyosema mara ya kwanza, nyimbo ambao nimeitoa hivi karibuni inaitwa Nimelala. Na ndo nyimbo ambayo nawasisitiza mashabiki zangu waende wakaiangalie. Yamenisibu, yameniazibu, so kingine ni mapenzi. Kila nkijaribu, anagubu, kubembeleza ndo siwezi. Ona nimepata garasa, bora nilomwacha aende. Umeung'oa moyo kitasa, ona umeniacha na wenge. Nafungua upya ukurasa, maana siwezi kufa kizembe. Ona penzi lake nimedata, penzi kitunguu sio tende linanitoa chozi.
na mapenzi yanaumiza, unajua haya mapenzi mimi zenu yataniua. Ona nimelala hiyo, nimelala. Ona nimelala hiyo, nimelala. Ona nimelala hiyo, nimelala. Kwa sababu na uzoea mziki, kwa hata mwaka mwingine au miaka mingine mbele nitakuwa zaidi ya hapa. Nachohitaji kuambia mashabiki zangu kuhusu akaunti yangu ni hivyo hivyo kama nilivyotangulia kuambia, waingie katika akaunti ya Dogo Sila. Utapoingia katika akaunti ya Dogo Sila utapata vitu vyangu vyote, na usisahau kunisubscribe kwa sababu kila ambapo nitakuwa nikifanya kazi wewe utakuwa unaipata kwa mapema zaidi. Unaangalia Mkwawa TV. Share, like, subscribe